EP3. Umeweza kuichukua ngome ya Athumani Kwicho? Kilimo cha ufuta ni hasara tupu mkulu. Ni bora tujaribu kwenye ufugaji wa kuku. Nondo, acha kubwabwaja we. Mimi nakuuliza kuhusu hali ya uvamizi wa kasri ya Athumani Kwicho. Umefanikiwa? Ubishi ndo sitaki mkulu. Nishakwambia silimi ufuta. Hayuko sawa mwanangu kwa kweli. Tayari washaminya vinyanya mshenzi huyo. Kwa namna gani? Sio akili yake Nondo, kashachapwa kwenye utamu. Lakini mbona hana kovu? Hana kovu ndiyo, lakini anavyoongea tu mbwabwajo huo wa hali halisi inaonekana kabisa kakutana na kitu kizito. Swadakta kabisa. Hota tena anemie. Mwanangu washamnajisi ubongo wakati. Lakini nilimwambia mimi Nondo, tuliza kinyengemulo mwanangu. Hii vita ni kubwa, hutaiweza. Huna uzoefu wowote wa kupambana na wakubwa kama wale. Athumani Kwicho sio mtu wa mchezo. Lakini likadegeza domo tu. Naenda. Ona sasa washamharibu. We Nondo we. Nondo nakuita. Hakusikii, hapo unampigia mbuzi gitaa. Kwa kweli, hana lolote analolisikia. Masikio yake wameabejula, wamehamishia kwenye kishundu. Hasikii lolote lile. Atulize akili basi, angalau atueleze kilichomsibu huko kwenye kasri ya Athumani Kwicho. We Nondo, tueleze ni kitu gani kilichokusibu huko. Mimi kwa kweli sina uzoefu wowote na masuala ya kidaktari, lakini nafahamu kwa uchache kwamba UTI ni ugonjwa wa futa. Bikachala, jitahidi kumeza azuma. Ni meza azuma kwa namna gani? Alafu wewe usiniharibia brand wewe. Mimi sina UTI. Kitunguu saumu akisaidii chochote Bikachala. Nimekwambia meza azuma, la sivyo kizazi kinapeyuka hicho. Kitapeyuka kwa ishu gani? Alafu edogo naomba usiniharibie brand. Mimi sina UTI. Bimlole, mkanye mwanao. Nitamgaia dozi bila idadi sasa hivi kwa wastani. Wewe nawe Bikachala unabishana na kiziwi. Kiziwi wanyokwe. Kwa nini anisakame mimi Bikachala na gonjwa la UTI? Mimi sina gonjwa la futa. Mkanye mwanao Bimlole. Niache ni. Hebu acheni marumbano basi. Mtoto mdogo akijinyea hatukati mkono, tunauosha. Nondo ni bwana mdogo sana. Hata hivyo, tulimpa kazi kubwa ya kupambana na Athumani Kwicho. Athumani Kwicho si jitu la mchezo. Mimi mwenyewe sijawahi kumuona ana kwa ana. Navyosikia historia zake ni jitu ambalo ni kakisi nyangindo kupitiliza. Hivyo si mbaya. Tujipange upya tuone tunafanya nini. Bwana Nondo, tutafute namna ya kumsaidia. Si ndivyo? Wachawi weusi Wachawi weusi Sasa mkulu, tunamsaidia vipi mwanangu? Maana huyo ndo mbegu yangu ya pekee. Janaume nalolitegemea mimi Bimlole. Niko tayari kumalizwa, lakini mwanangu Nondo awe imara mzima wa afya. Kabungu. Nondo ana takuntaku. Nondo limemkuta jambo huko kwa Athumani Kwicho. Mzibue masikio yake, mzibue akili, arudi katika hali yake ya kawaida. Nondo! Mkulu, sina ufanisi sana katika masuala ya kilimo na umwagiliaji, lakini nakupa formula. Ukipanda kinyesi cha mbuzi, huenda ukavuna karanga. Bado anaendelea kubwabwaja. Inaonekana Athumani Kwicho amemtwanga na kumnyoosha kisawasawa huyu bwana. Kwa hiyo mkulu, itashindikana kumsaidia mwanangu arudi katika hali yake ya kawaida. Ngoja tuendelee kufanya, huenda tukaweza, maana huyu kazi. Jitahidi kwa kweli mkulu. Maana ikishindikana hapo sasa mimi nitakuwa sina mtoto. Soki, ndondocha, msukule wa Athumani Kwicho. Mniache nyie. Kama njegele mimi nitaiba kwenye mashamba yote, ila sio kwenye shamba la Athumani Kwicho. Huyu Nondo kadivanga. Kadivangula. Kadivanga. Sasa mbona mnamdhalilisha? Hapana, sio kumdhalilisha. Wimbo huo wa kuita midadi, kuona ni namna gani ya kumsaidia. Shua hini, nishagundua kitu. Huyu bwana kalambwa kofi moja linaitwa Kidieku na Athumani Kwicho. Hilo kofi ukimchapa mtu akili zinavurugika na kuwa hasikii wala haelewi chochote kile. Sasa Bikachala msogelee Nondo na umlambe kofi. Sintamuumiza huyu. Hapana, ndio dawa hiyo. Kwa hiyo mkulu, na mlamba kofi la ukweli, si ndio? Wewe usije ukaniulia mtoto wangu. Tuanje tuwe usiwe na shaka. Sawa mkulu. Athumani Kwicho! Nondo. Abe, safi. Sasa hivi unasikia. Nondo mwanangu, dume langu la pekee, kitinda mimba. Athumani Kwicho amekufanya nini? Hata sielewi, lakini mwishoni nilisikia kichwa kikafanya teku. Athumani Kwicho ana rangi ya ukwaju yule.
Hajakufanya jambo lolote lingine baya, kukukea labda? Kunikea kivipi? Yaani kukwambia njoo ndani ule, akakupa matunzo vizuri, akakwambia ulale? Sijalala kwa Athumani Kwicho. Ongea ukweli we Nondo, tunamjua vizuri Athumani Kwicho, historia yake tunayo, mtu wa ndogo yule. Mimi sijaingia ndani. Au ndo ishatevyengwa? Bi Kachala, usimuhisi vibaya mwanangu, dume hilo nalitegemea na imani ataniletea wajukuu huyo. Namuuliza hajaingia ndani kwa Athumani Kwicho. Eti Nondo mwanangu, si hajakufanya kitu chochote kingine zaidi ya kukulamba makofi tu? Ndiyo, hajanifanya chochote. Hapo sawa. Lakini umeonyesha uwaisha kijiko mwa Juma Nyadundo kupitiliza. Haiwezekani toto la kiume unashindwa kupambana kwa damu yako. Athumani Kwicho unamshindwa. Himaya ndogo kabisa ila umeshindwa kuichukua. Sasa sikiliza bwana mdogo, wewe utabaki hapa nyumbani, utakuwa unapika wali na maharage. Bwabwa wewe. Mkulu, mimi sikujua kama Athumani Kwicho anatumia kijiti. We pila kweli, kwa nguvu za kichawi nilizokupa mimi, una uwezo wa kupambana na mtu yoyote yule, hata awe na kijiti. Athumani Kwicho hana uwezo wa kichawi ambao unazidi nguvu nilizokupa. We bwabwa tu, umeshindwa kukaza kishundu. Mkulu, nilikuwa naomba uende wewe ukakikaze. Unantusi? Hapana Mkulu, namaanisha uende wewe ukapambane na Athumani Kwicho. Mimi nimemshindwa. Nipe formula yake. Hana formula yoyote ile, lakini yeye kasema kwamba ukienda bila gadi atagawa wastani kwa idadi. Nimeinusa harufu ya kwapa la mtu akielekea katika kilinge cha wachawi weusi. Ni nani huyu? Ni mimi Karaba, mke halali wa Chifu Hamdala Kiuno. Kumbe wewe nawe ni mchawi. Sasa ulikuwa unanichukulia poa? Nimezipata taarifa zenu kwamba mnataka kuivamia kasiri ya Hamdala Kiuno. Kweli si kweli? Ni kweli. Sasa umekuja kutuzuia? Hapana, si hivyo. Nimekuja kushirikiana na nyie bega kwa bega katika harakati za kuipindua kasiri ya Hamdala Kiuno. Anataka kumrithisha mjomba wake awe ndo chifu kwenye ile kasiri, na mimi sitaki hilo swala litokee. Nataka mimi mwenyewe Karaba niwe ndo kiongozi katika ile kasri ya Hamdala Kiuno na si mtu mwingine. Mate, kwa hiyo umekuja kuungana na sisi? Pigia mstari hilo Bi Kachala. Tangu lini sura nyeupe, mtoto mrembo kuungana na watu weusi sura kikombe, wachawi tuliokubuhi? Kwa namna gani? Mimi mwenyewe nina wasiwasi naye huyo. Huenda amekuja kuicholesha mipango yetu. Kweli kabisa. Hapana, sina dhamira hiyo. Naomba tushirikiane jamani. Mimi naomba kuungana na nyie ili kuipindua ile kasri ya Hamdala Kiuno iwe mikononi mwangu. Chonde chonde, wachawi weusi, na waomba mnipokee kwa mikono miwili. Nitashirikiana na nyie pasi na usariti wowote ule. Hapana, hatuko tayari. Mimi sioni kama kuna haja ya kumkazia Karaba. Mimi namkaribisha kwa mikono miwili. Karibu kwenye kambi ya makatili Manyangindo, wachawi weusi tuliokubuhi. Karibu sana Karaba. Mbona kirahisi hivyo? Hata ingekuwa ndio wewe Bi Kachala, unawezaje kukataa mbunyeto nyeupe kama hii? Nyoko, nilijua tu malaya. Sasa Mkulu, nikwambie tu, usije ukakaribisha watu kwenye hii himaya baadaye wakaja kutusaliti. Ndiyo kabisa. Mimi siwezi kuwasaliti jamani. Nitarudi kwenye kasri ya Hamdala Kiuno na nitakuwa nawaeleza kila anachojaribu kukipanga. Sasa ulikuwa unataka tuanze na kitu? Tuanze na kile kimjomba chake kinaitwa Shemtoi. Tukitoe pale haraka iwezekanavyo. Anko, mimi sikujua kama hiki kiti kina starehe namna hii. Kumbe ni raha kuwa chifu. Siondoki hapa. Nilitaka kushangaa, wewe utakuwa ni mpuuzi kiasi gani kuacha vitu vya thamani eti unakimbilia mjini. Hicho kiti kuna watu wengi wanakitamani. Ni bahati kubwa wewe kukaa hapo. Nimepamaindi mjomba, pamenivutia. Haki walahi, mi hapa siondoki. Na Mwantumu pia usimsahau, ndio mwanamke ambaye amechaguliwa kuwa malkia wa hii kasri. Lakini mimi nilikuja na mbonyeto yangu mjomba. Hapana, achana naye. Mimi nishakwambia, Mwantumu ndiye mwanamke wa pekee ambaye ameandaliwa kuwa malkia wa hii kasri. Mimi shimtaki shasha anakomwe. Hautakuwa na nguvu za kukalia hicho kiti bila Mwantumu. Kama Mwantumu humtaki, achia kiti. We, shiachi, pamenivutia. Mjomba, kuna kitu shikielewi. Naishi kama kwenye kishundu kuna kitu kinanyengemula. Au hiki kiti mmekitia upupu. Kunyangishi navutwa. Imekuwaje tena? Mjomba!